Yaani Latifa, bila kunikuta hapa yaani bila kuniamsha wewe hapa. Sijui ningeamka saa ngapi shigangu. Maana nilikuwa naota ndoto hiyo, yaani bunge la ndoto. Hivi unaelewa maana ndoto hiyo? Hapa nimekaa hapa ninaota na Latifa nakwambia naota niko kwa Black Tiger. Nipo kwenye ndani ya nyumba yake nakwambia nyumba yenyewe nilipofika pale naona sielewi. Ile jumba limekaa ovyo ovyo ni ndani sasa. Na shoga yangu nipo yani likitanda lipo chini, godoro lipo chini, mashuka eleweki. Na angalia juu na yani sielewi chochote. Nikasema, Mungu wangu nisaidie. Nimeogopa wewe. Wewe acha. Mimi shoga yangu naona hizo ni ndoto. Ndoto? Sio za kuzifuatilia nini? Maana mimi naona siku zile nimekuja zangu pale mashine na kustua. Na shangaa umestuka unakimbia nakwambia. Najiuliza huyu dada vipi kimekukuta kitu gani? Kumbe ndo kwa ndoto hiyo. Wewe acha. Ndoto hiyo yani wewe acha tu. Sitaki kusimulia yani. Ndio maana nilivyokuwa sikutaka kuongea chochote. Hamna bana. Hizo ndoto tu. Hata usizichukulie za ukweli. Yatakukuta. Hali mwanangu. Niambie. Siku hizi uishi majanga ndugu yangu. Kila siku ninakuona ovyo ovyo. Sasa hapo jicho umefanyaje tena mwanangu? Ndugu yangu. Yaani kilicho nikuta juzi ndugu yangu. Hapa nyewe unaona afadhali kidogo nimepona ndugu yangu. Bwana juzi kuna bwana Juma alinipigia simu. Dada yake kuna birthday pale mitaa TikTok pale mwisho lana. Akaniambia ilikuwa ibidi anze kama mida saa 3. Sasa mimi niko kwa bwana Matogoro pale na ndugu zangu, washikaji zangu na kula vyombo. Tukatoka hapo tukapandisha juu pale. Kutana ndugu yangu Mwitali. Hayo utakalewa. Watu wanamshika bwana. Sasa unajua ndugu yako mshikaji ule jamaa kwa akishakula vyombo vyake. Ampata. Jamaa kuna huku mwanangu nampandisha kwenye boda. Jamaa acha ning'ang'ania kanishikilia meno shavua. Hawa watakupa majanga mwanangu, achana nao watu design hiyo. Wewe unajua watu walevi afu bado wanashirikiana. Wa nini? Sema nini mwanangu? Unajua mimi kuna kitu kinachanganya sana kwenye akili yangu. Kitu gani bwana Sare? Ule mchumba yule, Mary. Mwanangu mimi siwezi simuelewi. Mary kabadilika kinoma. Kwa sababu gani ujue? Yaani nikimpigia simu, Mary na shida na wewe naomba tuonane. Ananipanga. Mara asipokee simu. Mbona nikikutana naye? Dakika 2 tukisimama hivi, dakika 2 kweli. Huyo kachomoka. Hata nashangaa, ukashapata bwana mwingine au vipi? Maana yani sielewi mwanangu. Ila ndugu yangu Sare. Ndio. Hawa wanawake wana changamoto. Ila mwanamke mwenye mapenzi ya dhati, mwenye mapenzi ya kweli, utamwona hata ukimkumbatia. Jinsi yani anavyomuonekano wake anavyokuonesha na mwenyewe jinsi mlivyokumbatiana, unamjua mwanamke ana mapenzi ya kweli na mimi au mapenzi ya kweli hana. Na chengine utamuona kwa tabia zake. Je, hata jinsi mnavyowasiliana kwenye simu, anakujali umeamka asubuhi anakupigia, mchana anakupigia. Ndio hivyo jinsi ya kukujali ndio utajua ukweli mwanamke ana mapenzi ya dhati na mimi au ana mapenzi ya dhati na mimi. Ndio utajua. Ila bwana Sare pole sana ndugu yangu. Mwanangu, Mary hilo hana na ndio maana nasema kabadilika. Yaani hana kabisa. Si kumkumbatia sini. Kwanza nitaanzaje? Mage tumekaa distance. Yeye yupo huko mimi nipo huko. Tunaongea. Mwisho wa siku namuona huyo. Sasa nashangaa huyu mbona hivi? Ila sio mbaya mwanangu. Mimi ngoja nijaribu kuyafanya hayo leo nielekeza nikifanikiwa fresh lakini hasa naona yule tayari kashapata bwana mwingine. Ila bwana Sare. Pole sana bwana Sare. Baridi sema na yeye ngoja mimi. Nilikuwa naelekea hivi. Haina noma moja. Mary. Niambie. Ni wewe kweli? Ni mimi. Hauna nifananisha. Yaani siamini kama naweza nikakutana naye mitaa hii. Afu Mary, kwa nini rafiki yangu ananitesa hivi? Yaani Mary siku hizi ningekupigia simu hutaki kupokea. Hadi zako zinakuwa za uongo. Yaani sielewi kama Mary ni wewe kweli wa kipindi kile. Siku hizi rafiki yangu mbona au ndo ulivyoamua kwamba unaona labda sikufai nini? Kawaida tu bwana, niko busy. Basi sawa. Huko na kia. Kuna message zangu unanifuatilia kule.
Oh. Basi fresh baada ila niko naomba mpatie. Ha? Jamani. Vipi mambo? Mbona nishangaa? Vipi? Mbona unakimbia? Mimi sielewi. Najua nakumbuka. Hata kama ukijaribu kutoroka, haisaidii chochote. Roho yako bado ipo mkononi mwako. Vipi dada? Mbona makelele? Mdogo wangu huyo acha. Nimekaa hapa ndoto semenijia tena. Yule black afunika tena. Yaani mpaka niambia ni hata kama sitaki. Nitakubali tu kwa nguvu. Ndio umeota tena. Hapo sasa ndo naanza kuamini maneno ya dada. Kwamba huyu mwanaume sio mwanaume. Maana mpaka mimi mwenyewe sasa naanza kunitisha. Eti? Ila twende kwanza ndani. Alafu mengine tutaongea vizuri maana hapo huwezi kunielewa. Ujio huu nilokuja wa kwako ndugu yangu. Yaani mguu unavyoona. Niambie bwana Swale. Hali umenishauri. Yale ulionishauri. Nimeenda kule, nimemuita yule demo. Nimefika pale, nimefanya vile vile kama ulivyoniambia. Nikamkumbatia. Nilivyomkumbatia kilichotokea mwanangu. Nikikuhadisia nadhani kwamba jamaa anaweza katokea tena hapa hapa. Unampata yule Black Tiger? Okay, yule Black Tiger mwanangu. Baada ya kufika pale nilivyomuita yule demo. Nikafanya kama ulivyonielekeza, nikamkumbatia. Nilivyomkumbatia akabadilika akawa Black Tiger. Nikawa nashangaa, inakuwa kuaje? Itabidi mwanangu moja kwa moja nije kwako ambao ule unishauri ndugu yangu ili nipate ushauri tena mwingine nafanyaje juu ya hili. Maana sielewi mpaka hapa mwanangu nifanye nini.
Oya, ananichanganya ujue. Ndio maana naangalia kwamba mbona udemu siku hizi kabadilika, anakuaje nikimuita Haji si nini? Inakuaje? Kumbe mwanangu yani Umesikia bwana Swale? Mimi kuna story nilipata. Kama Black Tiger sio binadamu wa kawaida. Black Tiger yule ni jini. Naamini. Alafu yule ni jini anavaa sura za watu, kama wewe unaweza kuvaa sura yako au mimi akavaa sura yangu. Black Tiger. Yaani kwa hilo bwana Ali mimi naamini. Kwa nilichokiona naamini kwa sababu mtu wa kawaida hawezi kawaida zaidi hiyo. Yule Black Tiger anaweza kavaa sura aina mtu yoyote. Sasa ndugu yangu naomba unishauri nifanyeje juu ya hili? Ila bwana Swale, hicho kitu kuna jamaa wangu mmoja wamuita Manyaunyau, yuko vizuri, mtaalamu wa mambo yetu ya kienyeji. Unaonaje twende kwake jamaa bwana Manyaunyau tukamuelezee swala, anaweza kutusaidia unajua? Bwana Ali. Huyu jamaa unasema na mambo ya Kiswahili. Sasa atayawezaje na majini wapi na wapi? Laiti ingekuwa kwamba umeniambia mganga wa vitabu kidogo at least, kwa sababu waganga wa vitabu huwa na majini mwake. Sasa huyo mganga wa kienyeji wa nini leo nawezaje? Huyo mganga nisikilize. Huyo mganga yani useme kama yupo kama design mbili. Kwenye kitabu yuko vizuri. Na kidogo huko kwenye upande wa pili yuko vizuri. Kwa hiyo na imani hapo yeye ana vitu viwili. Kwa hiyo hatuwezi kushindwa. Huko kwenye kitabu yuko vizuri na huko kwenye upande wetu wa kawaida yuko vizuri. Kwa hiyo tukienda pale tutapata suluhisho lote, atatusaidia jamaa wangu yuko vizuri sana. Basi Ali bila kuchelewa mwanangu. Yaani kama vipi kabadilishe nguo tuondoke sasa hivi mwanangu, nende akasaidie ndugu yangu. Hamna shida. Pamoja mwanangu. Ndugu wangu. Yaani usiku sijalala kabisa. Kulikoni? Nilikuwa naona tu mauza ikanibidi nitoke nje kwanza nikae nipate angalau upepo. Sasa kilichonikuta nilipotoka nje. Lakini yote ni kwa sababu mdogo wangu hataki kunisikiliza kabisa. Toka awali nilishakwambia Black sio mwanaume mzuri kwako. Unajua ni nini kimenikuta sasa? Nisikilize kwa makini. Nahisi katika hili unaweza ukanielewa. Baada ya kukaa pale nje, kuna mwanga mkubwa ukatokea angani unaniface pale nilipokuwa nimekaa. Mwanga? Baada ya ule mwanga kuniface, ile nanyanyua macho yangu juu, nikaona sura ya Swale. Na sauti za ajabu za miungurumo zikatokea. Sasa hiyo ndoto inamaanisha nini dada? Sio ndoto mdogo wangu. Hichi ninachokizungumza hapa nimekiona live kwa macho yangu. Usiogope. Kikubwa tu ni kuacha mahusiano na wewe Black. Sawa, nitajaribu. Lakini mimi sijai kumwona kitu kibaya chochote. Unamwachaje kitu gani mpaka akuue ndio ujue kwamba sio mwanaume sahihi kwako? Yule sio binadamu wa kawaida mdogo wangu. Hem, nisikilize mimi dadako. Sawa dada. Nimekuelewa, nitajitahidi. Naomba ulifanyie kazi hiyo. Bibi Faza Manyaunyau. Kwema? Faza Manyaunyau imekuja. Salamu. Nimekuja na ndugu yangu. Ndugu yangu kuna matatizo yanamsumbua, nikamwambia mimi na ndugu yangu anayaweza mambo kuyatatua. Labda twende tukapate suluhisho. Ndio huyu hapa nimemleta ndugu yangu. Bwana Swale. Asante sana. Mimi niseme kwamba shukrani, na kiukweli matatizo ambayo nilokuwa nayo ni matatizo makubwa sana. Ndio maana baada ya kunikuta hayo matatizo nikaamua nimfikishie ndugu yangu na kaambia kwamba kuna jamaa mimi najuana naye. Kwa hiyo naweza ukaenda pale akakutatulia tatizo lako. Nikasema basi ni okay, ngoja tuende ili mradi nikapate mwafaka. Shida yangu kabisa kwamba yule mwanamke ambaye alikuwa ni mpenzi wangu, au mpaka niseme ni mpenzi wangu mpaka sasa hivi, na kuwa simuelewi. Huwa nikikutana naye
kabla kukutana naye kwanza nikimpigia simu inakuwa hapokei. Na akipokea basi anakuwa ananipanga. Lakini zeni hata nikikutana naye sasa nikijaribu kuwa naye tubadilishane mawazo mawili matatu, naona anabadilika, anakuwa kiumbe tofauti na yeye. Yaani yeye ni mtoto wa kike lakini anakuja sura ya mtoto wa kiume. Kwa hapo ndipo inaponichanganya mimi. Hilo jini mimi ninavyofahamu ni ile jini ambalo labadilika sura tofauti tofauti. Na kubadilika kwake unaweza ukawa na rafiki yako, labda unaenda kumfuata nyumbani, akabadilika lile jini, ukadhani ni rafiki yako, kumbe ni lile jini. Na ndio hivyo sasa, inapokuja kubadilika kwa huyu ambaye ni mpenzi wako, ndio linapobadilika hivi. Kwa hiyo unapojua uko na mpenzi wako, kumbe uko na lile jini. Kwa hiyo nakukabidhi dawa, ukamvalishe huyo mpenzi wako kwenye mkono huko juu. Kwa hata kivaa nguo mtu yote hamuoni. Kwa hiyo ukabidhi dawa na ukabidhi, ukamvalishe. Mimi nimeingia kupitia mlangoni hapo. Chale kufungulia nani? Na Latifa ndio alonifungulia mlango. Latifa? Samahani. Bila samahani. Au nisaidie maji ya kunywa.